Kwa hivyo imeandikwa kwa akili za mwanadamu, uelewe maana ya nje, halafu utafute maana ya Mungu. Posa kuna haja ya neno la ufunuo. Yesu akasema hutaishi kwa hii torati tu. Torati inahitaji ufunuo wake, neno lishukalo kutoka kwa kinywa cha Mungu. Simpigie Bwana makofi. Torati inasema kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Si ni kweli? Biblia yako ina mahali inaongea hivyo. Lakini mbona tunarudia hayo maneno? Neno lako Bwana linasema kwa kupigwa kwako tumepona. Mbona hatuponi? Biblia hii inasema, na tunakariri kabisa, Baba ni neno lako. Linasema kwa mapigo yako tumepona sisi. Wana wa Kristo wanakufa na magonjwa yao, mbona hawaponi? Hiyo ni torati. Lazima ujue Biblia iko na pande mbili, sura ya nje na sura ya ndani. Amen. Ndiposa watu wa Mungu wako katika uhitaji, wanaumwa mpaka wakufe. Na Yesu alileta nini? Uzima, tena uzima tele. Uzima tele. Njaa ambayo Amosi alitangaza ndio hii, kwamba kuna upungufu wa neno lishukalo kutoka juu. Si eti Biblia zitapotea, watu wanadanganyana hivyo. Si Biblia kupotea, ni huu uwezo wa kufikia huu utakatifu wa Mungu, kwamba hili neno la ufunuo halijulikani. Na sasa ni kusoma theology, upate elimu ya juu, basi ufungue makanisa na ufundishe watu. Umepata kutoka kwa akili, na weka kwa akili yako, unafundisha watu akili zako, na hakuna matokeo yoyote, kwa sababu Mungu si mwanadamu. Kitu ambacho Mungu anashangaza nacho, mwanadamu akiingia tu Mungu ametoka. Utakatifu unamaanisha absence ya akili ya mwanadamu. Mahali akili ya mwanadamu imeingia, hapo Mungu hayuko. Mpaka akili ya mwanadamu itoke ndio Mungu aweko hapo. Maana mwanadamu si Mungu na Mungu si mwanadamu. Akili ya mwanadamu ndio huo uovu. Adamu alipojiendea, alijiundia akili zake, huo ndio uasi, na hiyo ndio mauti. Na kwa ajili hiyo wanadamu sote tuko katika akili zetu, ndiposa tuna njaa na kiu na haina mwisho wake. Amen. Amen. Muangalie jirani yako, muulize upo? Unaweza mpata hayuko. Amen. Amen. Njaa na kiu ya haki. Si vibaya wewe mtu wa Mungu kuwa na hii njaa. Si vibaya wewe mtu wa Mungu kuwa na hii kiu. Lakini unapaswa, unapokuwa na hii njaa, utafute sasa shibe inatoka wapi. Posa nimeonelea vyema kukuonyesha siri hizi. Nikakuonyesha mawe ni sifa za Mungu. Kuzibadili ziwe mkate ni kwamba unaendea hii Biblia kwa sababu ya kujifaidisha wewe mwenyewe. Unapoendea neno la Mungu kwa sababu ya kujitakia, huko ndiko kubadili mawe yawe mkate. Unapoenda mbele za Mungu kwa sababu unataka uponywe, unamwimbia kwa sababu akuponye, unabadili mawe kuwa mkate.
Unapomtolea Mungu kwa sababu unataka ubarikiwe, unabadili mawe kuwa mkate. Sasa unajiuliza nifanyeje? Maana sasa mchungaji huyu anapindua kila kitu. Nimekuonyesha vizuri ujue. Kama ni mwanadamu amesema, unadanganywa wewe. Toa ili ubarikiwe na hutabarikiwa. Kama ingekuwa ni kweli, matajiri wangekuwa ni kanisa la Mungu. Amen. Lakini mbona wanatoa ili wafilisike? Na wanaume wamegundua hiyo siri. Kama una kazi, ingia kwa utumishi, kula pesa ya bwerere. Nikuja tu na vimaono vyako. Bwana ameniambia. Yanionyesha kwamba kuna nyota za watu zimeibiwa hapa. Wakati zinaibiwa ulikuwa wapi? Hata wewe ni mwizi. Amen. Amen. Kwa sababu watu hawajui kweli, wako katika shida. Na kwa sababu wako na njaa. Amen. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kujua maana halisi ya kutoa. Tunapomtolea Mungu, tunapaswa kumtolea Mungu kwa sababu tunamwabudu, kwa sababu tunamtumikia. Nikakuonyesha kugeuza mawe yawe mkate ni kuendea lile neno kwa ajili ya faida zako. Unapaswa kuliendea lile neno kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unaona Ayubu Ayubu tumemwelewa vibaya siku nyingi. Ayubu tumemwelewa vibaya siku nyingi. Na wengine wanafarijiana, vumilia kama Ayubu. Wewe wasema ateseka, hujafikia mateso ya Ayubu wewe. Kwa hivyo unaona kuteseka kwa Ayubu ni kuzuri, maana alivumilia. Nataka kuonyesha hivi ni kosa ambalo Ayubu alifanya, akajipata katika hiyo shida. Alikuwa mtu wa Mungu. Ukisoma Biblia hapo utaona kabisa mtaua, chaji wa Mungu. Na katika kipindi chake cha awali alikuwa anamtumikia Mungu kwa mali zake, akimwabudu Mungu na kumtukuza Mungu, akawa amefanikiwa vizuri. Kitu kilichomwangusha ni siku alipoanza kutoa sadaka, kwa sababu anataka ulinzi wa watoto wake. Kwa hivyo hakutoa kama kawaida kwa kumwabudu Mungu. Alitoa kwa sababu yake. Ninatoa hii sadaka nzito, watoto wangu wawe salama. Hiyo ndio ilimletea uharibifu wote. Sasa uliingiaje uharibifu? Aliingiza akili zake katika utukufu wa Mungu. Je, Mungu unaweza kumhonga? Unaweza kumlipa Mungu ndio akupatie uzima? Wakati anatoa kile kifungu kichache, vile vingine alikuwa amevitolea wapi? Si kila kitu ni Mungu amempa. Kwa hivyo kama unataka kuharibikiwa, kama tunavyoendelea kuharibikiwa kanisa zima duniani, mtolee Mungu kwa sababu yako. Kama ni watoto, unaona wa Ayubu walikufa wote na mali zote zikaenda. Kwa hivyo usitoe sadaka yako kwa sababu ya kulindwa wewe mwenyewe, watoto wako, mali zako ama kubarikiwa. Mtukuze Bwana kwa mali zako. Mtumikie kwa moyo wa kupenda. Yeye mwenyewe ndio amekuweka. Kusudi lako wewe ni umwabudu Mungu ili akubariki. Hilo ndilo jukumu ambalo Mungu alimpatia mwanadamu. Yeye ni kiumbe cha sifa, anapaswa kumwabudu na kumtukuza Mungu kwa hali zake zote. Awe na mali asiwe na mali, ajipeane mbele za Mungu ili afikie baraka zote, si kwa sababu ya mali. Jiulize sasa, wakati mali zake zote zilipoenda, unajua ni nini kilifanyika ndio zirudi? Kuna kijana mmoja alienda akamweleza, akamwambia, angalia baba, mahali ulipo kosea. Na alipotambua akasema kweli,
nimejua nimefanya kwa upumbavu. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa yeye kurudishiwa vyote vilivyokuwa vimepotea. Maana angetoa nini na yeye alikuwa hana kitu kingine? Kama kutoa ndio kubarikiwa. Mbona unaambiwa ule mwisho wake ulikuwa mzuri zaidi ya ule mwanzo? Je, alikuwa ametoa? Si kila kitu kilikuwa kimeenda, hata afya yake? Haya, alitoa nini? Kwa hivyo mtu asikudanganye. Ili ubarikiwe, toa mali zako kwa kumtumikia Mungu. Si kwa sababu ukitoa milango yako itafunguka. Mungu anahongwa ili achukue funguo, afungue milango ya watu. Hiyo ni Torati na manabii. Mwanadamu anayesema uongo. Ufunuo ni muabudu Mungu kwa mali zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa uwezo wako wote, kwa moyo wako wote, akili zako zote. Muabudu Mungu, si kwa sababu yako. Amen. Si lazima umfundishe Mungu la kufanya. Mungejua Mungu ni nani, ungemwambia Mungu chochote. Eti Mungu niangalie, maana huku niliko kuna hatari. Wewe ndio unajua kuna hatari. Yeye hajui. Akuangalie, yeye haoni. Lakini tumemfanya babu mwingine mpaka humtuma asafishe barabara, maana anataka kusafiri. Huyo Mungu huyu nayemjua mimi akusafishie barabara wewe? Unahitaji kupimwa akili. Aliyeumba mbingu na nchi ainame barabarani anakusafishia wewe? Maana unataka kusafiri wewe, mheshimiwa. Mpaka unatoa sadaka ya ulinzi. Ibiwa. Ni kuibiwa ama ni kuibwa? Ibwa tena ubwebwe. Watu ni wamtumikie Mungu kwa kila kitu walicho nacho. Amen. Si kwa kudanganywa watu wa Mungu. Sijasema fedha ni mbaya kutoa. Nataka uelewe. Ni Mungu amekupa na ni Mungu anazihitaji kwa kujenga ufalme wake. Si kwa sababu unamhonga wewe, hahongwi. Na hata hongweka. Unajua vitu vingine vinasinya sana. Watu wa Mungu ndio wamebebwa, sijui ni kubebwa nini. Apostoli hawezi kusema hivi. Haya. Nataka kuonyesha jambo la muhimu. Jambo la muhimu ili uunganishe vizuri mafundisho haya. Wafalme. Anza na Luka 4:25. Luka 4 kifungu cha 25 inasema, lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Nisomee Wafalme wa kwanza 17 fungu la kwanza. Wafalme wa kwanza mlango wa 17 kifungu cha kwanza. Inasema, basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akawaambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Ndio. Asante. Wacha nirudi pale Luka 4:25 nikushikanishie vizuri. Lakini hiyo ni Luka 4:25. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Kile nataka uangalie pale ni
wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, na njaa kuu ikaingia nchi nzima. Umeona njaa pale? Nataka kukuonyesha ile miaka 3 na miezi 6. Ujue haya ni maneno ya Eliya. Alikuwa ananena kwa mfalme Ahabu, kwa sababu ametoka katika kumwabudu Mungu wa kweli, ameingia katika kuabudu Baali. Aliposema miaka 3 na nusu, alikuwa anamaanisha Torati na manabii. Tena miaka 3 na nusu ndiyo injili ya Yesu Kristo. Alihubiri hapa duniani miaka 3 na nusu. Ndio unaona Eliya anaingiliza hiyo miaka 3 na nusu ya injili, akikuonyesha kwamba hii injili ambayo Yesu ataileta itakuwa ina njaa kuu. Sema amina. Usinikodolee macho. Naonyesha zile siri ambazo zimefichwa. Nimekuonyesha Torati ndiyo inayoleta njaa. Na sasa hapa Eliya kwa unabii anafunua ile njaa ambayo inakuja ya haki, kwamba hii injili ambayo Yesu anaileta miaka 3 na nusu itakuwa na njaa kuu. Kwa sababu gani? Njaa inaletwa na uovu. Amen. Njaa inaletwa na uovu. Kwamba wewe unapoiendea ile Torati na upate hii maana yake ya nje bila kupata utakatifu wa Mungu, utakuwa katika utakatifu wa mwanadamu. Kwa hivyo utakuwa umuovu, na kwa sababu umuovu huwezi kufikia baraka takatifu za Mungu. Utakuwa kwenye njaa. Kina Ahabu wakawa waovu, njaa ikawapata, maana walikuwa kwenye Torati. Amen. Miaka 3 na nusu. Inaeleweka kweli? Kama ni ufunuo ya hekima ajabu ajabu. Ndio hiyo maana yake. Ndio hiyo maana yake. Na nitakupeleka vizuri, usiogope. Amen. Uovu uliokuwa ndani ya Ahabu, akiwa yeye ni mfalme wa taifa la Mungu Israeli, amegeukia miungu. Kwa hivyo ndani yake anajua sisi ni taifa la Mungu. Wakristo wanajua kwamba sisi ni taifa la Mungu, lakini bado wako katika uovu. Kwa sababu gani? Ile njaa hawajapatia chakula chake. Wanaliendea neno la Mungu kwa sababu ya kujitakia. Leo dunia nzima watu wanajiombea, Baba tuangalie, Baba tutetee, onekana juu ya kanisa lako, pigania serikali. Hizo ni kelele. Hizo ni kelele. Ndio maombi ya watu wasiokuwa na haki, ni kelele mbele za Mungu. Sasa tufanyeje? Na Mungu alisema ombeni. Nitakuonyesha. Njaa. Biblia ni ile ile tuko nayo, lakini tukiisoma mwisho inatuacha na njaa. Tunaomba lakini hatupewi. Tunatoa lakini hatubarikiwi. Magonjwa yanamaliza watu, na Yesu alileta uzima. Yesu akasema mtu hataishi kwa hii Torati tu, anahitaji mkate ama chakula kishukacho kutoka juu. Basi njaa iliingia katika nchi nzima wakati ule kwa miaka 3 na nusu. Ikawa hali si hali.
Torati inahitaji ufunuo wake ambao ni utakatifu wa Mungu, ndipo iweze kuleta uhai katika maisha ya mwanadamu. Unaposoma Biblia, kaa chini sasa, utafute uwezo wa Roho Mtakatifu akupatie maana yake. Yesu ulisema kwa kupigwa kwako tumepona. Ulikuwa unamaanisha nini? Maana yeye alipigwa kweli. Mbona si alipigwa kitambo? Mbona hata magonjwa ndio yanashika watu leo? Nyinyi hamuoni ni ajabu? Ule uponyaji ambao unapatikana kwa kupigwa, ni utushike ndio tupone ama ilikuwa akipigwa tumepona tayari? Si yeye alipigwa jamani, ama ni uongo? Na Biblia inasemaje? Kwa kupigwa kwake yeye sisi tumepona. Na alikuja ili tuwe na uzima tena, tuwe nao tena wa milele. Je, sikupigwa alipigwa tayari? Kuja nako akaja tayari. Magonjwa yanatoka na wapi? Huu uzima wa milele si ni kitu cha kudumu? Hii njaa kwa Kristo tunapaswa kuiangalia. Tutafute ni wapi tutashiba. Yesu alipoona njaa, alikataa kugeuza mawe yawe mkate. Ondoka katika kutegemea Torati na manabii. Hicho ni chakula cha mababa. Na mababa walipokula walikufa, utakufa hakika. Adamu alipoendea akili zake mti wa ujuzi wa mema na mabaya, alikufa hakika. Unapoendea Biblia kwa sababu ya kukufaidisha, umeendea mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kufa utakufa hakika. Na mimi sitaki ufe. Ndio sababu na kuonyesha njia. Kamwambia Tomaso, mimi naenda kwa Baba. Tomaso akasema, Bwana, si utuonyeshe njia basi. Sema, na basi tuonyeshe Baba yatosha. Sema, mimi siku zote nimekuwa na nini? Msinijue. Biblia ni fumbo. Unapoiendea kwa maana ya nje inakumwaga. Huyu ni mwanadamu. Nikapata ufunuo kwamba hili Biblia nikwambie, ama unajua tena. Kuna kitu kilinishtua. Na nikasema, si nimekwambia hii Biblia ni mwanadamu, tena ni Mungu. Sasa hii Biblia, huyu Mungu aliye ndani ambaye haonekani, anaongelesha huyu aliye huku nje anayeonekana. Ukichunguza utanikubalia hii Biblia linajiongelesha lenyewe. Huyu roho hapa ndani ambao ndio hiyo neno la ufunuo linaongelesha huyu mtu ambao ndio hili neno la wazi kuishi. Nikuonyesheje sasa? Mimi nimegundua mwenyewe, wewe na gundua. Ndio wale wasomi wanasema Yesu alikuwa 100% mwanadamu, tena 100% Mungu. Yeye ni Mungu 100%, hajafungua. Tena yeye ni mwanadamu 100%. Kwa hivyo ni mwanadamu kamili, tena ni Mungu kamili. Biblia. Ukienda haraka unapata mwanadamu mbele yako. Ukitaka Mungu, itabidi upige magoti, ufunge macho, maana haonekani na macho. Na wewe ndio amebeba chakula chenye uzima. Huyu mwingine achake ni cha huu mwili, ukule ukufe. Balisha mama mkate, ule, ukishiba alafu sina digest alafu unazeeka. Lakini mwenye chakula cha uzima ni yule wa mwenye huo mwili. Anadili na huyo mwenye huo mwili, hadili na mwili. Na walikuonyesha kosa la kanisa. Wanakimbilia Mungu kwa sababu ya huu mwili, si kwa sababu yao. Unaposema Baba nisaidie watoto wangu wapate karo, je, ni watoto wa huyu mwili ama ni wa huyo wa ndani? Sasa huyu baba si wa huu mwili. Hili watu wengi huwa hawalitaki. Lakini huyu baba
huu mwili ulizaliwa na mwili. Kinachozaliwa kwa mwili ni mwili, kinachozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo kilichozaliwa kwa roho ni yule mwenye huu mwili, huyo ndio mwana wa Mungu. Usijidanganye, mwili wako si mwana wa Mungu, ni mwana wa mwanadamu. Sema hivyo, wewe shauri yako wewe, maana utabaki na njaa na utakufa. Amen. Aya, njaa ikawapata kwa sababu wamebaki katika Torati na manabii. Ahabu kwa kujitakia akatoka katika kuabudu Mungu, kupeana mali zake kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kukusanya watu, kujenga madhabahu, kumtukuza na kumwabudu Mungu. Akageukia kujifurahisha yeye mwenyewe kwa kuinamia miungu, jambo ambalo lilikuwa chukizo na likaleta uharibifu. Njaa ni kwamba mvua haikunyesha na kukawa na uhitaji mkubwa katika taifa zima. Mvua, maana ya ufunuo ni neno la msalaba. Ukiona mvua, maji ni neno la msalaba. Ndiposa Yesu alipodungwa fumo la ubavuni, damu kwanza ilitoka, ambao ndio ule uhai wa uovu ulitoka, alafu baadaye maji yakasafisha. Kinachonishangaza kwamba huu uhai wa uovu uliomtoka ili auwe huyu muovu, huo uhai leo wa uovu unanywewa, watu wa Mungu. Kunywa damu ya Yesu wewe. Kunywa damu ya Yesu. Huu uhai wa uovu unaweza kuponya mtu. Huu uhai wa uovu unaweza kuponya mtu. Ni uovu ambao ulikuwa unatolewa. Mwili uovu ulikuwa unatolewa. Alikuwa anafisha uovu. Sasa kwa kukosa kuelewa, kanisa la Mungu leo tumetegemea ile damu iliyomwagika. Yesu hangeimwaga. Kama ingekuwa na thamani hangeimwaga. Angewaambia mimi, maana anajua kila kitu, nitadungwa fumo, tafuteni pipa, mhakikishe hiyo damu hata tone moja haijaenda kando. Mdunge hosepipe muipate yote. Lakini hayo hayakusemwa. Ni ile njaa na kutapatapa kumefanya watu watafute hiyo damu maskini, wanywe angalau hii njaa na kiu iwaondokee. Amen. Kwa hivyo Torati inahitaji nini? Ufunuo wake. Mungu akasema sio vyema huyo mtu awe peke yake. Halikuwa haongei habari ya ndoa zenu. Mtu pale aliyekuwa anamzungumzia ni Torati na manabii. Ikiwa peke yake haiwezi kukupatia uhai mpaka ipate utakatifu wake, utakatifu wa Mungu. Hiyo ina utakatifu wake, maana ni neno limetoka kwa Mungu, lakini kwa akili ya mwanadamu. Halafu kuna utakatifu wa Mungu ambao ni neno la ufunuo, kazi ya kufilia uovu. Kwa hivyo aliyeambiwa si vyema akae peke yake ni hii Torati na manabii. Ilihitaji ufunuo. Amen. Ndiposa Yesu anaitwa mwana wa Adamu. Adamu si huu mwili, si yule mtu wa kwanza. Adamu ni Torati na manabii. Na huyo ndiye mwanadamu, lakini huko sitaenda. Kwa hiyo lazima ufunuo unapoendea hili neno la Mungu. Ujue hii maana hii ni ya mwanadamu. Nataka maana ya Mungu. Maana ya Mungu ndio imebeba uzima ambao ungekuwezesha wewe. Unataja mvua Asante Yesu. Nikakwambia mvua ina masikio kweli.
haitaki kutajwa. Nikakwambia mvua ni neno la msalaba, na ninaweza kuonyesha wakati wa Nuhu mvua iliweza kushuka ikaondoa uovu. Neno la msalaba limeshuka ili tufilie uovu. Maji yaliyotoka yalikuwa yanasafisha ule uovu. Yohana akatumia hayo maji kubatizia watu, kusafisha ule uovu ili waweze kuwa kiumbe kipya. Katika Mwanzo tunaona maji na tunaona Roho wa Bwana yuko katika uso wa maji, juu ya uso wa maji. Halafu giza lilikuwa chini ya vilindi vya uso wa maji, uso wa chini na uso wa juu. Nilikuwa nakuonyesha yale maji pale ili ujue hii ni kazi ya msalaba. Sitakubali huko. Acha niende huko. Elia aliposema hakutakuwa na mvua ila kwa neno lake, alimaanisha ili mvua inyeshe lazima neno la ufunuo lipatikane kutoka kwa Mungu. Ili mvua inyeshe ilikuwa lazima kupatikane neno la ufunuo. Amen. Amen. Hii ndio aliyokuwa anamaanisha, ila kwa neno langu. Huyo ni Elia anaongea. Neno lake atalitoa wapi? Ufunuo. Nikakuonyesha walikuwa katika torati, walikuwa katika uovu, japo ni taifa la Mungu, lakini walikuwa wamejiingiza katika kuabudu miungu. Walihitaji neno la msalaba ili waweze kufilia uovu wao. Ndio nataka kupeleka kwa ile utaratibu aliofuata, na bila shaka utakuwa umepata mwangaza. Kuna mahali parefu ambapo nitakueleza tu, hatutasoma. Katika hiyo Wafalme wa Kwanza mlango wake wa 18 fungu la 31 hadi 45, hapo tunaona ule utaratibu aliofuata ndio mvua inyeshe. Ni Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 fungu la 31 hadi 45. Sini parefu hapo. Soma haraka, taeleza tu. Wacha tusikilize. Wafalme wa Kwanza 18 kifungu cha 31 hadi 45. Inasema, Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, E Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli,
na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa mimi nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, Bwana, unisikie, ila watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Naye Eliya akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Kameli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama, na tazama hakuna kitu. Naye akanena, enenda mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda ukamwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda wa si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. Amen. Haya, tunaona utaratibu ambao ulisababisha mvua irudi. Tumeona vile njaa iliingia. Nikakwambia ile miaka 3.5 ni ile miaka 3.5 ya injili ya Kristo. Kwa hivyo Kristo anawakilisha nini? Torati na manabii. Sawa? Kristo anawakilisha Torati na manabii. Haya, sikizeni injili. Kristo anawakilisha Torati na manabii. Kwa hiyo miaka 3.5 inamaanisha kwamba hii Torati na manabii inasababisha nini? Njaa. Amen. Torati na manabii ni njaa, na nikakuonyesha hii njaa imefanya Wakristo wako katika mahangaiko. Kwa sababu gani? Hawafikii kufikia ule uteshelevu ambao unatokana na ile Biblia. Hili ni neno la Mungu, lakini usipopata ile maana halisi ya Mungu, hautafikia lile suluhisho ambalo umeliendea. Maana watu wanaendea hii Biblia kwa ajili ya manufaa yao. Ndiposa dunia nzima kila mtu anamwendea Mungu kwa kumlilia ili Mungu amsaidie. Biblia haijaletwa ili iwe sababu ya wanadamu kumsumbua Mungu. Biblia ni kielelezo cha kuwafanya wanadamu watoke katika kujitakia ili wamwelekee Mungu mwenyewe. Wajue ya kwamba Mungu ndiye muumba wao, na wao wanahitajika kumuinua kwa sababu ya maisha na yote ambayo yeye amewajalia. Lakini unaona, Mungu amekuwa na mzigo kwa sababu ya kumweka mwanadamu. Ni Mungu aliyemuumba mwanadamu, akamdesign ili aweze kula na kunywa. Ameweka miti ya matunda na vyakula kwa sababu alijua mwanadamu atataka kula. Lakini ni kama haya yote mwanadamu ndio aliyafanya. Sasa namuhimiza Mungu, usisahau hili, usisahau hili. Kuna kitu gani ulifanya mwanadamu? Unajua mbegu ya kwanza ilitoka wapi? Mimi ni mkulima, mbegu yako ya kwanza ilitoka wapi? Hatutaki kujua, lakini kwa kusumbua umeipanda mwenyewe. Mungu, sasa nataka hii mbegu uilinde, uifunike na damu yako. Hiyo nani biashara umpatie Mungu? Ni kwa sababu hatumjui Mungu. Amen.
Amen. Hatujui. Elia sasa akaanza utaratibu, maana amesimamisha mvua, sasa inatakikana irudi. Tunaona kwamba ilibidi ajenge madhabahu. Aliagiza wale manabii wa Baali tafute ng'ombe yao, tena wamtafutie ng'ombe huyu, maana wao walikuwa wengi na matajiri. Baadaye tunaona kwamba yeye alijenga madhabahu kwa kutumia mawe 12. Mawe 12, ukiona 12, jua ni chombo cha sifa. Israeli walikuwa kabila 12. Wanafunzi wa Yesu walikuwa 12. 12 ni chombo cha sifa. Amen. Ili Mungu arudishe sifa zake kupitia sifa ya Ibrahimu kumtoa mwanawe, alimwahidia kuwa atakuwa baba wa mataifa. Ndiposa akamletea taifa hili la Israeli ili liweze kumleta Yesu. Yesu aweze kuleta urudisho ama urejesho wa sifa za Mungu ambazo zilikuwa zimeharibika. Kile chombo cha sifa za Mungu kimeharibika. Ile nyota ya alfajiri ambayo ilianguka, nyota ile tunaiona imeonekana tena na wale mamajusi, imeinuka juu ikiwaelekeza mahali Yesu alipo. Hiyo nyota inamaanisha sifa za Mungu zilizoanguka zimeinuliwa tena. Amen. Amen. Kwa hiyo kwa kujenga madhabahu kutumia mawe 12, alimaanisha sasa mimi najiweka wakfu kuwa chombo cha sifa. Sasa pia tunaona aliagiza maji, mapipa 12 ya maji ya magwe juu ya ile dhabihu. 4 mara ya kwanza, kwa wale wasomi wa hii theolojia yetu wanajua 4 ni mwenye uhai wa 4, amefanyika mtakatifu. Akamwaga tena 4 mara ya pili na 4 mara ya tatu. 3 tunajua ni Baba, Mwana, Roho, ukamilifu wa uungu, na yote ikawa 12, kwamba kimekuwa tena chombo cha sifa. Sifa za Mungu. Alipotoa yule mnyama, moto ulishuka kutoka mbinguni ukateketeza ile sadaka. Moto ulao. Mungu ni moto ulao. Kwa kuteketeza ile sadaka, pia inaonyesha kwamba sifa zote ni za Mungu. Na pia tunaona yale maji aliyomwaga, nikakuonyesha maji ni kazi ya msalaba. Kwa hivyo Elia alionyesha kwamba sifa hizi zote sasa zinatokana na kufilia uovu, kazi ya msalaba. Kwa hivyo hizi si sifa za Elia, ni sifa zako Mungu. Ndiposa akamwaga yale maji. Moto ukashuka ukateketeza. Sifa zote zikawa ni za Mungu. Amen. Unaona hapo ameondoka katika kujitakia. Sifa zote zinaelekea wapi? Kwa Mungu. Haya, bado ile hatua ya kuenda mlimani. Kuenda mlimani ni kuendea ile torati na manabii ili atafute ufunuo ulio ndani yake. Amen. Amen. Ndiposa tunamuona akijibakisha mahali, halafu anaagiza mjakazi wake aende akichungulia upande wa baharini huko kama kuna dalili yoyote. Alienda mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka zikafika mara ngapi? Mara 7. Unajua maana ya 7? Maana ya 7 ni Sabato. Amekamilika kuwa sifa za Mungu. Mwanadamu kwa maana ya nje aliumbwa kwa siku 6. Ya 7 Mungu akapumzika. Kupumzika ni kwamba sifa za Mungu zimetulia sasa ndani ya huyu mtu. Kwa hivyo mtu ndiye anayepaswa kuwa siku ya 7, Sabato ya Bwana, yaani chombo cha sifa. Amen. Amen. Chombo cha nini? Cha sifa. Unaona yote hiyo inaelekea kwa Mungu.
Na tunaona yule kijakazi wake, ile mara ya 7 ambayo nimekuambia ndio hiyo Sabato, akaona kawingu kama mkono wa mtu. Imesomwa hapo, ukitaka utasoma. Mkono wa mtu. Mkono bado unamaanisha kazi ya msalaba. Amen. Amen. Na kwa sababu ameifikia kuona ile kazi ya msalaba ambao ndio lile neno la ufunuo, inamaanisha sasa Eliya amekubalika mbele za Mungu, kwamba akili zake zote zimeondoka, kujitakia kwake kote kumeondoka. Sasa ni Mungu peke yake utakatifu. Amen. Ametoka kwa ile torati miaka 3.5. Sasa amefika katika ufunuo wake kwamba amekamilika kuwa Sabato ya Bwana. Mvua ikanyesha. Mvua iliponyesha, njaa yote ilikoma. Nchi nzima ikapona. Je, kanisa, unataka kupona? Tafuta sasa chakula kishukacho kutoka mbinguni. Yesu alituonyesha na akasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Neno la ufunuo, kazi ya msalaba. Lazima mwanadamu afike mahali atoke katika akili zake, amtegemee Mungu ili aweze kufika Kanaani, ili aweze kurudi Edeni. Adamu alipoendea akili zake, alitolewa katika utele wa Mungu. Ili turudi katika huu utele wa Mungu, lazima Adamu wako atolewe akili za mwanadamu. Edeni ibaki takatifu. Amen. Njaa na kiu ya haki. Je, umeona shida kule iliko? Kwa mbali kiasi. Haitoshi kusoma Biblia na kusema Bwana anasema. Unapaswa kutafuta maana halisi ambayo itakuletea kufunguliwa kwa rohoni. Biblia inaongelea mwili wako, tena Biblia inaongelea mambo ya rohoni. Mambo ya mwilini ni temporary, ni posa wa Kristo wanakufa. Laiti sote tungejua kwamba sisi si miili, ni roho, tungeishi milele. Amen. Lakini kwa sababu wanadamu ni mwili, wanadamu anakufa. Ndiposa wanakufa hakika. Habari njema ninazo kwa ajili yako. Usibaki katika torati. Usiishi katika chakula hicho. Usibadili mawe kuwa mkate. Tafuta chakula cha kweli, kile kishukacho kutoka juu. Na hichi ndicho chakula ambacho nitakuwa nikikulisha. Wewe unapotaka uzima, zingatia haya ninayokuonyesha. Akili za mwanadamu ndizo zinazomletea uharibifu wote. Kwa taarifa yako, shetani ni akili za mwanadamu, na mapepo ni mawazo ambayo yanatokana na akili za mwanadamu. Mpinga Kristo amedanganya kanisa la Mungu wapigane na kiumbe ambacho hakiko katika huu ulimwengu. Wakiahirisha furaha, wanasema furaha ni ya mbinguni. Uzima ulioletwa ni wa pale kwa pale na hauna mwisho wake. Sasa hivi wengi wanangoja wafufuliwe ili waende kufurahi. Giza. Nikawaambia watu hawazikwi. Si kweli? Sasa kama unangoja ufufuliwe, si ulizikwa wewe? Kama ulizikwa, si unangoja ufufuliwe? Kama hukuzikwa uko hai, unafufuliwa ukiwa hai kweli? Hayo ni mafundisho mengine. Kwa wakati wake nitakufundisha. Ninataka ujue ya kwamba njaa inayoendelea ulimwenguni kote, matatizo yanayoendelea duniani kote, ni kwa sababu ya kukosa kujua hili neno la Bwana lishukalo kutoka juu, chakula kishukacho kutoka mbinguni.
Kanisa liko katika njaa kuu kwa sababu limebaki katika utakatifu wa Torati. Vaa kwa heshima, beba mabibilia, watu wastaarabu, lakini wanaishi kwa chakula cha mababa. Wanakufa. Shida haziondoki. Na Yesu wetu ni kweli na alileta uzima kweli kweli. Lakini kwa sababu ya kukosa kile chakula kishukacho kutoka mbinguni, Wakristo wako katika shida na dhiki kuu. Nimekupa hiyo mifano ya kusema kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Tumebaki tukiimba hiyo kama chorus, lakini hakuna matokeo yoyote. Ni kwa sababu hiyo ni maana ya nje ya mwanadamu kuelewa. Kupigwa kwa Yesu, unajua ni ile kazi iliyofanyika pale msalabani. Alipigwa mijeledi. Kupigwa kwa Yesu, yeye ndio ile Torati na manabii. Kilichokuwa kinaendelea pale ni kuiondoa, kuibambua hii Torati. Kuvuliwa mavazi kwake ni kule kuondolewa hii maana ya juu, ili ile ya ndani ionekane. Kufa kwake na kuzikwa ni kuzikwa kwa ile maana ya juu ya Torati, ili ile maana halisi ifufuke, ile sura ya mung'ao, sura ya Mungu. Unaona watu wanaabudu Torati ambayo ilikufa na ikazikwa. Pale msalabani Torati ilipiga kelele, ikasema Eloi Eloi lama sabakitani. Maana yake ni nini? Mungu wangu, mbona umeniacha? Huoni Torati imeachwa? Utafutie mahali kunasema Torati ni laana. Nije nikaondoka hivyo akasema hata kama hatujui Torati ni laana. Laana ya Torati. Alikuja kutukomboa kutoka kwa laana ya Torati. Ndio hiyo Biblia, ile maana ya juu. Laana ya Torati. Tafutie hiyo. Wagalatia 3:13. Soma. Inasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Alifanywa laana kwa ajili yetu. Yeye alikuwa amechukua hiyo picha tu akuonyeshe, mimi nikiwa Torati. Torati inapaswa kufishwa ili kile kilicho ndani kifufuke. Kwa hivyo kule kujeruhiwa na kuchubuliwa kuna maanisha kule kubambuliwa na kuondolewa kwa hii Torati, ili kile kilicho ndani. Kakwambia huku nje ni mwanadamu, ndani ndio kuliko na huyo Mungu. Kwa hivyo ile maana halisi ipatikane. Kwa hivyo Biblia bado ni ile yako uko nayo, lakini nje ni Torati. Katika hiyo Torati kuna ufunuo, sura mpya, sura ya mung'ao, ambao ndio hiyo maana ya Mungu iliyo na uzima wa milele. Torati na manabii ni akili za mwanadamu. Ili mvua inyeshe kwako, unapaswa kujitolea kikamilifu. Tumeona sadaka iliyotolewa pale, kwamba sadaka ile ilikuwa si ya kujitakia. Kila kitu kilielekezwa kwa Mungu. Anza kuelekeza maisha yako yote kwa Mungu. Anza kuelekeza ibada yako yote kwa Mungu. Anza kuelekeza utoaji wako wote kwa Mungu. Anza kuelekeza maombi yako yote kwa Mungu, si kwa kujitakia. Kujitakia ndio hiyo Torati na manabii ambayo inakuletea uharibifu. Amen. Najua mtu anasema nisipojiombea nitaishi namna gani? Kwa sababu gani? Anaangalia, anajifikiria yeye ni huu mwili. Huu ni mwili unakudanganya. Wewe ni neno la Mungu. Amen. Wewe mwenye huu mwili, wewe ni neno la Mungu.
na uzima wako wewe, neno la Mungu ni sifa za Mungu. Ukitoa kwa ajili yako, umeelekeza sifa za Mungu kwako. Ndio haya mawe umeyageuza ili yawe mkate wako. Sifa za Mungu unazichukua, na Mungu ni mwenye wivu. Ukitumia sifa zake utaharibikiwa. Fanya kile unachofanya katika maisha yako kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Umepata mtoto wako amepita mitihani, sikia kumtukuza Mungu. Chukua sadaka yako, enda mbele za Mungu, umtukuze Bwana. Bwana anakutukuza na kuinua, zidi kukufurahia kwa sababu ya matendo makubwa ambayo unayotenda. Wewe ni Mungu. Mwabudu Mungu si kwa sababu unataka ufanyiwe. Jaa shukurani na sifa mbele za Mungu. Amen. Injili aliyoileta Yesu si ngumu, lakini watu wamebeba mzigo. Ndiposa anasema, njoni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Mizigo ni akili ya mwanadamu, maana kila anachofanya anafanya kwa ajili yake. Takapotambua hilo, tutabeba ule mzigo mwepesi wa Yesu, utakatifu, kwamba tutaondoka katika kujitakia neno lolote na tutakuwa na maisha ya amani. Kama hujajua, akili ya mwanadamu ndio huo ufalme wa giza, maana anayetawala ni Mungu na mwanadamu. Kinyume cha giza ni nuru. Mungu akiwa nuru, giza ni akili ya mwanadamu. Mwanadamu hajui anachotenda, anachokielekea. Hapo. Kwa hivyo lazima mwanadamu atoke katika akili zake kikamilifu. Amen. Haya, msikize Injili. Haya mengine si mabaya sana. Kwa hiyo akili ya mwanadamu ndiyo hiyo giza. Amen. Tunapaswa kutoka katika hali ya kujitegemea, tuelekee sasa katika hali ya kumtegemea Mungu, kwamba kila tunalolifanya hatulifanyi kwa sababu yetu, lakini hata kama litatufaidisha ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Amen. Kula chakula chako ushibe, isiwe ni kwa sababu yako. Sema, asante Bwana, nimeshiba, ni kwa sababu ninaweza kukutukuza Mungu. Nala chakula nishibe, nipate nguvu za kukuinua wewe Mungu. Niko shambani ninalima, ninajua kwamba yote yananifanikisha kunifikisha katika kukuinua wewe zaidi. Siku moja nikawauliza, mnajua kwa nini wale watu wanaopendwa sana huwa wanakufa haraka? Nasema kizuri hakikai. Sio ni msemo, huyo mtu ni mzuri sana. Sasa hata tunashangaa kwa nini ameenda haraka. Nikuonyeshe. Akili za mwanadamu ndio mauti. Wakati mtu amependwa na wanadamu, na si kwa sababu ya utukufu wa Mungu, ni kwamba wamemwelekeza huyu mtu katika akili ya mwanadamu, ambayo akili ya mwanadamu ni uharibifu. Nikakwambia akili ya mwanadamu haiwezi changanyika na utakatifu. Utakatifu ndio huyo Mungu. Kama huyu mtu mtampenda na kumuinua kwa sababu ya utukufu wa Mungu, basi ataishi sana, maana atakuwa analeta sifa kwa Mungu. Lakini kama ni kwa ajili ya sifa zenu, ili ninyi muonekane kwamba familia yenu mko sawa, huyu mtu mnampeleka haraka. Mposa usimpende mtoto wako zaidi ya kukosa kumuonyesha kumtumikia Mungu. Ana kazi nzuri ni sawa, anakupatia pesa unakula ni sawa, muonyeshe kumtumikia Mungu kwa kazi yake. Kinyume cha hayo atakutumikia wewe, lakini mwisho wake wa hiyo kazi na yeye mwenyewe na wewe pia ni uharibifu. Ndiposa watu wanachuma mali kwa miaka na miaka wakisema mwishowe nitakaa nifurahie, lakini mwisho watu hao wanamaliza wakiwa katika magonjwa na huzuni nyingi. Wanakula yote waliotafuta wakijiuguza, mpaka mwisho wanakufa wakilia, kwa sababu walijiwekea wenyewe, hawakuweka kwa sababu ya sifa za Mungu. Akili ya mwanadamu ni mauti, na kifo hakitoki kwa Mungu.
Kuna msemo wa kusema Bwana amempenda zaidi, maana Bwana ametupa na ni yeye amechukua. Mungu hana kifo, yeye ni uzima, yeye ni mtakatifu. Ndani ya Mungu hamuna mauti. Hakuwezekani ndani ya Mungu kuwa na mauti. Tunajua Mungu ni nani? Mungu ni uzima, ni mtakatifu. Uzima una mauti. Si unaona uzima ni opposite ya kifo. Kifo ni mwanadamu, akili ya mwanadamu ndio mauti. Akili ya Mungu ni uzima, neno la Mungu. Kwa hivyo usijaribu kusema eti Bwana ametupa na Bwana amechukua. Mungu hachukui kwa njia ya mauti. Mungu anafufua, na afufue hilo koko lako, hilo box. Mungu anadili na mwanawe ampatie uzima wa milele. Aidha ufufuke katika uharibifu, na hiyo ni somo lingine. Kufufuka katika uharibifu ni kumwamini Kristo kwa sababu ya mahitaji yako, kubaki katika torati. Umefufuka katika uharibifu, ndio hii njaa. Kuna kufufuka katika uzima. Umeendea Biblia, umepata ufunuo, imekuletea ule uzima. Sasa unamfurahia Mungu, unapumzika shida zako. Huo ndio ufufuo wa mara mbili. Si wa kutoka makaburi ambayo ya kufunika. Ni makaburi ya kiroho. Mungu hazungumzii mwili wa nyama na damu katika hii Biblia, maana yeye ni roho. Watoto wake ni roho, hausiki na mwili. Ukisikia mwili, jua ni mwili wa roho ambao ni neno. Amen. Baraka ya Bwana iwe juu yetu. Si neno litaendelea. Neno litaendelea. Amen.